Sasa kichwa chetu cha somo kinasema kwamba relationship without regrets, mahusiano bila majuto, mahusiano bila majuto. Sasa kuna watu ambao wameingia kwenye mahusiano na baadaye wakajikuta wako kwenye majuto makubwa sana. Ni either waliingia kwa kufuata hisia, wengine waliingia kwa kufuata mkumbo, wengine waliingia kwa kufuata pressure ya umri, wengine waliingia kwa kufuata pressure ya mwili, wengine ilitokea tu bila sababu za msingi, akajikuta tayari ameshaingia kwenye mahusiano na baadaye ikawa shida, ikaleta shida kwao. Sasa kabla ya kuzungumza kwa kina, naomba tujue kwanza mahusiano ni nini. Tukitoka kujua mahusiano ni nini, tutajifunza sasa kwa nini uhusiano, kwa nini ni muhimu kuhusiana. Yes, na uhusiane na nani? Maana sio kila mtu ambaye unapaswa kuhusiana naye. Tunahusiana kwa ajili ya kujengana, tunahusiana kwa ajili ya faida. Hatuhusiani tu kwa sababu umri umefika, hatuhusiani kwa sababu wengine wanahusiana, hatuhusiani kwa sababu hatuna cha kufanya. Kwa namna pekee ya kutafuta faraja labda ni mahusiano. Haiko hivyo. Kuna kitu cha kujua zaidi ya hapo. Sasa mahusiano ni makubaliano ya watu wawili kushirikiana kwenye jambo fulani kwa ajili ya makusudi fulani. Narudia tena, mahusiano ni makubaliano ya watu wawili kushirikiana kwenye jambo fulani kwa ajili ya makusudi fulani. Hapo nimeitaja generally nikimaanisha kwamba kuna watu wana mahusiano ya kibiashara, kuna watu wana mahusiano ya kihuduma, kuna watu wana mahusiano ya kiurafiki. Yes, kuna watu wana mahusiano ya kikazi. Kwa hivyo, na kuna watu wana mahusiano ya kimapenzi. Hawa wote kuna kitu ambacho kimewakutanisha pamoja kinachowafanya wahusiane. Na hicho kitu kina kazi maalum na makusudi maalum. Unapokuwa na urafiki na mtu, maana yake sisi we are sharing common things kwa ajili ya specific purpose. Siwe na rafiki tu kwa sababu ni rafiki ni wa jinsia ya kike, au nimeona labda anafaa kwa sababu labda tunasoma darasa moja au tunasali kanisa moja. Hapana. Kuna vitu ambavyo vinanifanya mimi nitengeneze nayo rafiki, na hivyo vitu ni vile ambavyo ni common issues ambazo sisi tunashare katika kujenga kitu fulani. Tunapokuwa na mahusiano kwa mfano ya kirafiki, tuna goals ambazo tunapaswa kuziachieve kwenye urafiki wetu. Hatuitani ni marafiki wa muda mrefu wa miaka 10, 15 and then we have nothing specifically that we have achieved. Kwa kuna kitu ambacho specific tunakuwa tunakiachieve, tunafanikiwa kutokana na ule urafiki tulionao. Tunaona urafiki wa kikazi, tunaona kwamba kilichokutanisha watu ama uhusiano wa kikazi, kwamba kilichokutanisha watu ni kazi. Tunahusiana kwa sababu na kazi. Ile interaction tunaifanya ni kwa sababu ya kazi. Kazi ikiwa haipo, sisi hatuhusiani. Yes, hatuna mahusiano. Sasa kwenye stage za kuhusiana, specifically kwenye somo ambalo tunajifunza sisi, ni haya mahusiano ambayo yanaelekea ndoa. Kwenye mahusiano yanayoelekea ndoa kuna vitu vingi na mambo mengi ambayo yapo ndani ambayo kijana anapaswa kuyajua au binti anapaswa kuyajua kabla hajafanya maamuzi ya kusema yes I do na niko tayari kuingia kwenye ndoa. Sasa point ya msingi ya kunote ni hii. Hatuingii kwenye mahusiano kama fashion, kwa sababu mahusiano sio garden ya kwenda kupumzika. Unapokuwa unahitaji kuingia kwenye mahusiano, bear in your mind that uko tayari kwa ajili ya ndoa. Na kwa nini tuna discourage mahusiano ya muda mrefu? Ni kwa sababu watu
wana dhana ya kwamba ukiingia kwenye mahusiano you're just there for refreshment, for enjoyment, na sio kwa ajili ya kuingia kwenye ndoa, kwa ajili ya kusomana kwa muda mfupi na kuingia kwenye ndoa. Na encourage mara nyingi vijana kwamba kama hauko tayari kwa ajili ya ndoa, usiingie kwenye mahusiano, kwa sababu cha kwanza, ukikaa kwenye mahusiano na haujui utaolewa lini na hujui utaoa lini, manake you're just wasting your time for nothing. Unapoteza muda wako bure kwa vitu ambavyo havina faida. Lakini unapokaa kwenye mahusiano ya muda mrefu ambayo hayaeleweki, yani you don't know, you are there to my love, yes baby, yes darling, umevaa nini, umekula nini, ni chanzo cha kuanza mambo ya uzinzi na uasherati, kuanza kutenda dhambi za uzinzi na uasherati, kwa sababu huwezi kukaa kwenye mahusiano for so long na usijaribie kutenda dhambi. Lazima utajikuta unatenda dhambi, lazima. So na encourage kwamba unapojiona uko tayari kwa ajili ya ndoa, ingia kwenye mahusiano. And if you're not ready, just stay there. Uwe matured enough, ukomae vizuri, ndipo ingia kwenye mahusiano. Kama haujakomaa vizuri, mahusiano hayakufai, kwa sababu ndoa haikufai bado. Na ndoa ni kwa ajili ya watu waliokomaa tu, na sio kwa ajili ya watoto wadogo. Marriage is not for boys and girls. Marriage is for man and woman. Yeah. Kwa hiyo anayepaswa kuingia kwenye mahusiano sio boy na girl. Anayepaswa kuingia kwenye mahusiano ni man and woman ambao wako matured, they are focusing kwamba hapa tumekutana, tumekubaliana kwamba tunataka tuoane. Sasa tumeshaelewana, tumeshafahamiana background zetu, tuna mwaka mmoja tu, then we are getting married, tutafunga ndoa, au tuna miezi 6 au tuna miezi 7 mbeleni, tutafunga ndoa. Kwa hiyo na discourage sana kukaa kwenye mahusiano bila kazi maalum. Kwa mfano, kijana ni mdogo, yuko chuo, ndo ameingia first year, ana miaka 19, anaingia kwenye mahusiano. Ukimuuliza unataka kuolewa ukiwa na miaka mingapi? Anakuambia 26. So unamuuliza unafanya nini sasa hivi kwenye mahusiano? Manake hapo unakaa ukiwa na miaka hiyo 20, 21, 22, 23, 24, 25 mpaka 26. Unapoteza muda. Huo muda ungekaa ukajijenga, ukasoma kwa bidii, ukafaulu vizuri, ukafanya vitu vyako vya msingi. Mtu anakuja kukuoa, anakuoa ukiwa matured enough, uko vizuri, uko emotionally matured, physically matured, skillful matured. Yani uko matured kila. So unakuja kuolewa tayari umeshatumika na wanaume ovyo. Au mwanaume umeshatumia wadada ovyo. Umeshaachwa, umeshakuwa heartbroken. Tukipanga mstari wa exes ulionao ni wengi. Uzidi hata umri ulionao. Lakini ungefocus na masomo at that age. Ukamaliza shule, ukajipanga, ukasema sasa na nimekuwa nahitaji mke, ndio niingie kwenye mahusiano. Kwa hiyo ukiniuliza umri upi ni sahihi kuingia kwenye mahusiano, mimi nitakwambia ni umri ambao umeshakuwa na uko tayari kwa ajili ya kuoa, uko tayari kwa ajili ya kuolewa. Lakini kama unasoma, just focus na shule. Otherwise labda unasoma wewe ni service. Ushaenda kufanya kazi, ukarudi tena kusoma, kujiendeleza. Labda ninaweza nikakushauri kama utakuwa umepata wazo la kuoa. Lakini kama nyewe wadogo, just focus na masomo. Nimewahi kuwa mwanafunzi, nimesoma, nimemaliza, nimekaa. Nilivyojiona I'm ready for marriage, ndio nikaingia kwenye mahusiano na nikaolewa. Sikukurupuka tu, sikuanza mahusiano nikiwa na miaka 19. Mimi nimesoma hapo Amukta. Nimeingia first year,
I was just focusing na masomo. Nikitoka darasani jioni, vipindi vikiisha, ninaenda kule chini kwenye vipindi vya dini, nikimaliza narudi nyumbani. Ndio maisha yangu yalikuwa hapo shuleni. Mara moja nilijaribu kufanya makosa na nikagundua mapema. Nilijaribu kuingia kwenye mahusiano kwa sijui ni mwezi, sijui hata mwezi ya kufika ndani, sijui zilikuwa ni wiki. Nikaja nikagundua kwamba nimeshaanza ku lose focus. Muda ambao nilikuwa napaswa kufanya vitu fulani nikaacha, nikaongea na simu, mara nafanya nini, nikajikuta nishapoteza appetite na mambo ya shule, mambo ya kanisani. Within 2 weeks nikamwambia yule kaka, siwezi tena na sitaweza, naomba nisome nifanye maisha yangu, sitaweza. Na ikanisaidia, nikaacha, nikasoma, nikamaliza, nikapata GPA nzuri, nikakaa nyumbani kwa miaka miwili, mitatu. Baada ya hapo nikaolewa, lakini nimeolewa nikiwa matured, siko heartbroken, sijaumizwa, sijavurugwa. Ngoja nikupe science ya kitu kimoja hivi ambayo mara kadhaa nimeiona kwa watu ambao wanaingia kwenye ndoa wakiwa heartbroken. Mtu anaweza kuja kuingia kwenye ndoa akapata mwanaume mzuri ambaye yeye hajapitia mambo kama haya, mahusiano mengi. Anaingia kwenye ndoa na mwanamke ambaye ni heartbroken. Moyo wake umevunjwa, moyo wake umepigizwa, moyo wake umeumizwa. Inakuwa ni kazi kidogo, kwa sababu let's say una karatasi limpepa hiyo kama ilivyo unavyoiona hiyo limpepa, ndo moyo wako, hiyo moja, hiyo karatasi. Amekuja wa kwanza kijana ukiwa na miaka 19 ukaingia naye kwenye mahusiano, akamwambia mimi mahusiano gani bila kulala na wewe, hayo sio mahusiano. Ukamkatalia kwa sababu unaogopa, nikipata mimba sasa hivi itakuwaje? Akakuacha, na kwa sababu ulishampenda akakuacha. Kuna sehemu ya moyo wako anaondoka nayo, kwa hiyo unachana kipande kimoja, karatasi inakuwa nimepata. Anakuja mwingine, labda wa pili, mimi nataka nikuoe, sawa, mimi ni mdogo, nataka nisome, sio ndio? Umesha kwenye mahusiano, baada ya bana, mimi nakuacha, nitafuta mwingine. Anaondoka na sehemu ya moyo wako, kwa kipande kingine cha karatasi kinachapwa. Kwa hiyo mpaka unakuja kuolewa umepitia series, ile karatasi halipo tena, kisha chama kila mtu alishaondoka na sehemu ya moyo wako. Unakuja kuingia kwenye ndoa na maumivu, umechoka, you don't enjoy marriage. Moyo wako uko full packaged na upendo, unajikuta hata kwenye ndoa tena huwezi kukaa, kwa sababu uko kama na trauma kwamba nitaachwa. Lakini hii yote inasababishwa na nini? Hii yote inasababishwa na mtu kutokujua codes za mahusiano ni zipi, namna sahihi ya kuhusiana, wakati gani wa kuhusiana, ni uhusiane na nani. Bado imekuwa ni fumbo kwa wengi na haijawa specific, ndio maana wengi wanafanya makosa. Umeenda chuoni kusoma, ujaenda kutafuta mke, though is not a guarantee. Wengine wamepata wake wakiwa vyuoni, wengine wamepata waume wakiwa vyuoni, ila is not a guarantee. Nimesema tu hapa leo naweka foundation. Nitatumia pia mifano mingi. Sasa nimesoma hapo chuoni, kulikuwa kuna wale ambao wanakaa campus ndani, hosteli za ndani, na wale hosteli za nje of campus mtaani. Nimeshuhudia wengi wakiwa na mahusiano, wadada wanahama hosteli, wanahamia kwa mwanamume, wanaishi kabisa, wanapika na kupakua, na Jumapili wanahamia eti wanakuja ibadani, hao wawili wameongozana. Na baada ya hapo, baada ya kumaliza chuo, hakuna watu walioana
Hakuna. Wengine walishia kuzalishwa tu, wengine wameachiwa zawadi za watoto, ila hakuna hata ndoa. Hakuna. Ninakuhakikisha kwenye mwaka wangu niliomaliza mwezi 2019 hakuna ndoa. Sijaona ndoa yoyote ya watu tuliomalizana ambao walikuwa wanaishi pamoja. Sijaona, sijui, labda kama, ila sijui. Nimeshuhudia kapo ambayo ilikuwa ni kapo pendwa pale chuoni. Tumemaliza tu chuoni, binti kaenda kuolewa na mwanamume mwingine kwao. Kosa ni la nani? Nani alaumiwe? Kuna maarifa ya kuwepo. Hosea 4:6 inasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Maarifa is the key point ya kumsaidia mtu kufanikiwa kwenye eneo lolote lile. Ngoja nikuelezee vitu vitatu vya msingi kutokea kwenye maarifa. Kuna kitu kinaitwa maarifa, kuna kitu kinaitwa ufahamu, kuna kitu kinaitwa hekima. Maarifa ni taarifa sahihi za jambo fulani. Alafu ufahamu ni uelewa juu ya ile taarifa uliyoipokea. Kuna taarifa zingine zinaweza kuwa ni sahihi ila mtu akawa hana ufahamu, manake hajaielewa ile taarifa vizuri. So ufahamu ni uelewa, ni understanding of that right information. Alafu hekima ni wisdom is application of that right information. Ni matumizi au kuweka kwenye matendo hayo maarifa sahihi uliyoyapata. Sasa ukipata maarifa sahihi ya kuhusu mahusiano kuelekea ndoa na ukayaelewa, manake una apply wisdom itakayokusaidia kuingia kwenye mahusiano sahihi wakati sahihi, na ukapata mwenzi mzuri, ukampata mwenzi wa kufaa kabisa kwenye maisha. Sasa don't ignore the area of maarifa, the area of ufahamu and wisdom. Ni ya muhimu sana, ni muhimu mno. Kwa hiyo nimekuwekea foundation hapo. Sasa iko hivi, ninaongea na watu ambao ni Wakristo, watu ambao wameokoka, watu wanaompenda na kumwamini Mungu. Yes. Na wanamfahamu Mungu ndani maisha yao, na kila kitu kuhusu wao wanamtegemea Mungu, na kila kitu wanachokifanya depending on God. Sasa hawa watu hawawi tu kwenye level ile ile milele, manake kuna wakati ambao wanatakiwa kukua. Hata Biblia kwenye kitabu cha Wagalatia sura 4 inasema mrithi wakati wote hawapo, mtoto ni sawa na mtumwa. Mrithi wakati wote hapo, mtoto ni sawa na mtumwa. Lakini kitabu cha Petro kunakuwa na ile shauku ambayo imepitiliza, ya kutaka kila kitu kila saa. Manake mtu yote ambaye ameanza maisha ya ukoo anatakiwa afikie hatua ambayo ana shauku isiyokuwa ya kawaida ya kuyatamani maziwa, na hayo maziwa asiyoushiwa ni neno la Mungu. Na neno la Mungu ndilo linaweza kumbuild up mtu capacity, akili, ufahamu. Ukisoma kitabu cha Zaburi 119:99, Daudi anasema naso akili nyingi kuliko wakufunzi wangu, maana sheria zako ndizo nizitafakarizo. Utagundua kwamba neno la Mungu ndio key point ya kumsaidia mtu kuwa na akili bora, kuwa na akili nzuri. Sasa let me show you. Spiritual maturity tunaiangalia kwenye maeneo gani? Spiritual maturity tunaiangalia kwenye eneo la pale ambapo you are able to fast,
funga na kuomba, umeweza kulishinda tumbo lako. Umeweza kulishinda tumbo lako. Funga hata masaa 12. Kwa wiki una uwezo wa kufunga mara ngapi? Umetenga siku kadhaa kwa siku 7 za wiki kufunga. Kujiombea wewe, kuombea masomo yako, kuombea future yako. Umetenga kwenye eneo la mfungo. Au wewe una vidonda vya tumbo, unajisingizia kwamba una vidonda vya tumbo na umeokoka mwenyewe. Mimi na vidonda vya tumbo siwezi kufunga. Na haujui kwamba mfungo unaweza kukusaidia kutoa vidonda vya tumbo. Isaya 58:8 nasema na afya yako itakuja mara kutokea kwenye mfungo. Sasa kama unajiona kama umri huu ulionao huwezi hata kufunga masaa 12, you're not ready, hauko tayari, kwa sababu ni kuhakikishia kwamba utakapoingia kwenye mahusiano, capacity mojawapo itakayokusaidia kuhandle challenges zitakazokuwa zinatokea ni capacity yako ya rohoni. Na capacity yako ya rohoni, kitu kimoja hapo kinachojenga capacity ya rohoni ni mfungo. Biblia inatuonyesha watu kadhaa waliofunga mifungo mirefu. Kwa kwanza Musa, Mungu anamuita mlimani kule juu, akaandika zile mbao za amri 10. Musa alikaa kule siku 40, 40 days and 40 nights bila kula wala kunywa. Amefunga. Musa anamsikiliza Mungu. Mungu anampa maelekezo kwa ajili ya kazi. Amefunga Musa. Lakini tukija kwenye kitabu cha hivi vitabu vya Agano Jipya, utaona Yesu mwenyewe he fasted. Yesu na uyesu wake aliyokuwa anafanya miujiza mingi na mambo makubwa alifunga. Wayu na vidonda vya tumbo. Unatarajia kuwa mama baadaye. Utafunga kweli na kuombea watoto wako? Utafunga kweli na kuombea ndoa yako ikipata changamoto? Au umeendekeza tumbo, unakula asubuhi, mchana na jioni mara 3 tu mara 4 kwa siku? Umeshakuwa sasa mnene na kitambi. Haya, wengine hata vitambi hawana. Sawa. It is not right. Umri ulionao ndio unapaswa kuwekeza kwenye mifungo sana. Anda siku zako 3 za wiki au 4. Funga. Kama unafunga Jumatatu, masaa 12, labda unasema na Jumatano masaa 12, labda na Ijumaa labda masaa 24. My friend, you will never die. Hautakufa. Wewe sio wa kwanza kufunga. Yesu wakati anafunga alikuwa kwenye fomu ya kibinadamu na aliweza kustahimili. Biblia inatuonyesha kwenye Petro, Matendo ya Mitume sura 13 mstari wa 2 nasema nao walipokwisha kufunga na kuomba, Mungu akasema nitengeni Barnaba na Sauli. Na haikuwa siku moja, it was not in one day, walifunga masiku mengi. Yaani nikitaka kuchambulia eneo la mifungo nitakupa maneno mengi sana. Make sure kwamba unawekeza kwenye kukomaa kiroho, na eneo mojawapo litakalo kusaidia kukomaa kiroho ni eneo la mfungo. Hakikisha una siku zako kadhaa kwa wiki za kufunga. You never be a normal. Utakuwa na hizi heart broken. Unasumbua watumishi nyombeni na kataliwa. No, your spirit is less in weight. Roho yako ni ndogo, tukipima kwenye kilo ni ndogo, haiwezi kustahimili vitu. Na changamoto zinatokea kwenye mahusiano. Yes. Kwa sababu different backgrounds, ila capacity yako ya rohoni itakusaidia ku catch up kwa kitu kinachoendelea kwenye ulimwengu wa kiroho na kukisave. Kisha nitakuelezea kwamba everything is spiritual. Hata jambo la mahusiano ni jambo la kiroho. Na eneo jingine la linalohitaji maturity ni eneo la kuomba. Wewe unaombaje? Na unaomba mara ngapi kwa siku? Biblia inasema, je, umeamuru mapambazuko yako? Umeamuru asubuhi yako? Have you commanded your day? Yesu na uyesu wake aliomba. Lakini Biblia inasema hivi,
sura ya kwanza mstari wa 5, Biblia inatuambia hata alfajiri na mapema akaondoka akaenda zake huko akaomba. Yesu alikuwa anaamka alfajiri na mapema, na my dear, alfajiri na mapema inaanziaga saa 9 usiku. Ameamka Yesu anaenda kuomba. Yesu alikuwa amepungukiwa nini? Wewe jiulize, Yesu alikuwa amepungukiwa. Yesu alikuwa na uhitaji gani? Alikuwa anahitaji kitu gani? Labda anaomba Mungu, Mungu nifanyie hichi. Mungu nataka nyumba. Mungu nataka gari. Ni maisha ya kawaida ambayo kila mtu anapaswa kuwa nayo. Ni capacity ambayo kila mtu anapaswa kuwa nayo. Unaomba kwa siku, na kwa siku unaomba masaa mangapi? Biblia haijatuambia kwamba tuombe tu siku kadhaa zile tulizojichagulia kufunga. Luka 18 mstari wa kwanza inasema hivi, imewapasa kumuomba siku zote wala wasikate tamaa. Wathesalonike, if I'm not mistaken, Wathesalonike wa kwanza 5:17 anasema ombeni bila kukata tamaa. Ombeni siku zote, yani siku zote bila kukata tamaa. Manake ukiamka Jumatatu ni prayer, ukiamka Jumanne ni prayer, ukiamka Jumatatu ni prayer. Ni wewe tu. Wewe ni binti, unatarajia kuwa mama, unalala mpaka saa 4. Leo sina kipindi, you sleeping mpaka saa 4. Unalala mpaka saa 4 kwa sababu una kipindi. Kaka, unalala unaangalia movie mpaka unasinzia kwenye PC. Wewe ni baba ujai, unaiandaa akili yako kuwalea watoto movie, kulea mke movie. You're not praying, you are just playing with your life. You're just playing with your destiny. Utafika wapi? Kila mtu mwenye matokeo makubwa, kila mtu mwenye ndoa bora ameomba, amejenga maisha yake kwenye eneo la maombi. Waefeso 6:18 inatuonesha kwa sala zote mkisali kwa namna zote. Anataka tuombe tu. Unaomba kwa kupiga magoti, kwa kutembea, anataka tuombe. Umeseti muda gani wa kuomba? Maombi ndio yanasaidia kuzima changamoto. Maombi ndio yanasaidia kuzima mishale ya kiroho. Maombi mojawapo ya eneo muhimu sana litakalo kusaidia wewe ukomae kiroho, na uje usaidie familia yako baadaye, uje usaidie mke wako, uje usaidie watoto wako, ni eneo la maombi. Sikudanganya, ni eneo la maombi. Hata namna ya kumpata mwenzi sahihi anapatikana kwenye maombi. Kumpata huyu mke sahihi kwenye maombi. Ni kweli macho yako yataona, lakini you will be led, utaongozwa na Roho Mtakatifu. Utakuwa na divine direction ya kujua kwamba huyu ni mke sahihi. Kwa sababu mojawapo ya kitu ambacho tunakipata kwenye maombi, tunapata the spirit of wisdom, tunapata the spirit of discernment. Roho Mtakatifu anakuambia hapa go, hapa don't go. Biblia inatuonesha walivyomaliza kuomba, Roho Mtakatifu akamwambia msiende huku, nendeni huku. Manake atakwambia that girl is not the type of a woman you need, the type of a wife you need to have. Sio aina ya mume au mke unatakiwa kuwa naye. Manake maombi yatakusaidia kufungua masikio yako ya ndani na macho yako ya ndani. Roho Mtakatifu anapokuwa na kuongoza kwenye swala la kuchagua mwenzi, ni swala la kuanza mahusiano. Unajua hata the time unaanza mahusiano, Roho Mtakatifu atakupa amani ndani yako kwamba this is the right time. Lakini mtu ambaye haombi yuko gizani, he doesn't know, she doesn't know when is the right time. Manake anajionea anyhow, anytime. Ndio inasababishwa na mambo kama haya. Nitafutie mtu muombaji aliye serious na Mungu kama amekosea kwenye eneo la kupata mke wa Mungu, kwa sababu hilo ni eneo mojawapo ambalo linamsaidia mtu kuwa na weight kwenye ulimwengu wa roho.
ukiwa umefunga na ukawa unaomba hivyo, yes, ukaandaa lisaa lako limoja. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, hamkuweza kukesha na mimi hata lisaa limoja. Maana yake mtu yote ambaye ameokoka, the minimum time for prayer ni lisaa limoja. Muda wake wa chini kabisa wa kuomba mtu ambaye ndo anakuwa kiroho ni lisaa limoja. Hata maana Yesu anasema hata umeshindwa kufikisha hata, lakini gharimu hata umeshindwa kwa gharimu hata lisaa limoja, maana yake the minimum time. Sasa kwa mtu kama ambaye umeshaokoka na una umri mrefu, umeshaokoka mwaka mmoja, miaka miwili, unaomba masaa mawili matatu. Mwanamke unajifunza kuamka asubuhi na mapema, you are praying, unaamka saa 10, you are praying. Unaomba kwa ajili yako, kwa ajili ya watoto wako, kwa ajili ya mume wako, hata kama hayupo, unamtaja kwenye maombi. Mungu mbariki, na mtenga na mahusiano yasiyo sahihi alionayo sasa hivi, na mtoa kwenye marafiki wabaya, kwenye vikundi vibaya. Mungu mpige, hata kama umuone, unamtengeneza kwenye maombi. Kwenye maombi ndipo ambapo tunatengeneza vitu, tunatengeneza watoto, tunatengeneza waume, tunatengeneza wake, tunatengeneza destiny. Kama wewe huombi, manake utakuwa less in weight, manake utakuwa hauko matured kwenye eneo la kiroho. Na kama maisha tulionayo ni ya kiroho, yani this life, if this life is spiritual, uwe na ukaa kwamba kama hautakuwa matured kwenye eneo la kiroho, uwe na ukaa kwamba maeneo mengine yote yaliyobakia hautafanikiwa, hautasaidika, kwa sababu eneo ambalo ni sensitive la kiroho ndio litakayo kusaidia kwenye maeneo mengine ambayo pia nitakuelekeza. Kwa hiyo hilo ni kipengele cha pili kwenye eneo la spiritual maturity. Eneo la tatu, kusoma neno. Ratiba yako ya kusoma neno ikoje? Umejiwekeaje hiyo ratiba? Unasoma sura ngapi kwa siku? Unatafakari, unaandika kile ulichokielewa? Biblia iko mezani, kila Jumapili ndio inafutwa vumbi, inaenda kanisani, kirudisho inawekwa pale, inapakiwa kwenye mkoba, inafunguliwa tu wakati wa ibada. Sasa hivi kuna Biblia kwenye simu, wala watu hawana, anapitia tu mstari pale, message ikiingia na jibu. You're not serious. Ukiwa ni mtu wa namna hiyo, hautakuwa serious na hautaona neno likikuletea mabadiliko. Waebrania 4:12 nasema neno la Mungu li hai, tena lina nguvu. Maana yake neno la Mungu ni kiumbe halisi, ni kiumbe halisi chenye nguvu. Maana yake kina mikono, kina miguu, kina macho, kina masikio, afu ni kali. Maana yake this is the person. Unapokuwa unasoma neno, maana yake unamsoma Mungu. You have got a chance to know God. Maanake unakula ile nguvu inaingia ndani yako. Neno linapoingia ndani yako, giza linaondoka. Na giza ni nini? Giza ni ujinga. Zaburi 82:5-6 nasema hawajui wala hawafahamu, hivyo hutembea gizani. Maanake kutokujua kunaletwa na kutokujifunza. Maanake if you've got a chance to learn, utajua. Hawajui, hawafahamu, hivyo utembea gizani. Maanake kitu pekee ambacho kinamletea mtu nuru kwenye dunia tuliyopo sasa ni neno la Mungu, na huyo nuru is a person ambaye ni Mungu. Yohana 1:1, hapo mwanzo kwa neno, naye neno kwa Mungu. That word ni tumekuta kwenye Waebrania 4:12 anasema li hai, tena lina nguvu. Huyu ni Mungu. Unapokuwa umepata nafasi ya kusoma, umepata nafasi ya kumfahamu Mungu vizuri, kumjua Mungu kwa kina. So you'll be less powerless kwa sababu usome neno la Mungu. Ukisoma kitabu cha yes Lord, Kumbukumbu la Torati, Musa anawaelekeza wana wa Israeli
kwamba hizi sheria zifungeni, ziwekeni kwenye miimo ya milango, zibandikeni chumbani. Watoto wenu waje wafundishe watoto wao. Wewe utakuja kuwafundisha nini watoto wako kama sasa hivi usome neno? Huna hata mstari mmoja wa Mungu, hata Mwanzo moja uifahamu. Nimesema you will be powerless. Na ukiona huwezi kufanya haya mambo kadhaa niliyoyataja hapa kwenye eneo la kiroho, you're not ready. Kwa sababu life is too spiritual. Inahitaji uwekezaji kwenye neno, inahitaji uwekezaji kwenye mifungo, inahitaji uwekezaji kwenye maombi. Nimemaliza hilo eneo la kwanza. Eneo la pili ni emotional maturity, ukomavu wa kihisia. Ukomavu wa kihisia mara nyingi huwa tunaupima kwenye eneo ambalo mtu anapita kwenye changamoto. Idea, as long as upo duniani hautakwepa kitu kinacho changamoto, kitakupata tu. Kitu kinacho changamoto kitakupata tu. Kama hutaki changamoto, jiende zako mbinguni sasa hivi tu. Ila as long as upo utapata changamoto. So how do you handle those challenges? How do you walk in the midst of these challenges? Ni maturity kwenye eneo la hisia. Na nikisema hisia, sio hisia za kufanya mapenzi. Ona hisia na wewe. Mtu mmoja mjinga anayekufuata anakuambia wewe una hisia na wewe. Achana na huyo mtu. Mtu anataka kukuoa hawezi kuja kukuambia nina hisia na wewe. That is a foolishness. Ni ujinga. Na hisia na wewe ndio nini? Maana amekutamani, anataka tu alale na wewe. Na hapo utakuta ameona hizo hipsi, ameona makalio hayo, ameona macho. Na huyo mtu. Napozungumzia hisia, kila mtu ameumbwa na hisia. Na tumejifunza hata shule ya msingi kwamba kuna maeneo ambayo ni sensi ambazo mwanadamu ameambiwa na Mungu. Kuna ulimi, kuna ngozi, vitu kama hivyo tulijifunza. Sasa mwanadamu ana hisia, binadamu yoyote aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu ana hisia, kwa sababu hata Roho Mtakatifu alikuwa na hisia. Anazo. Biblia inasema kwenye kitabu cha Warumi 8:27, Roho Mtakatifu tuombea kwa kuwa. That spirit, that crying, ile ni hisia. Kusikoweza kutamkika, maana ni hisia. Roho Mtakatifu analia. Roho Mtakatifu anahuzunika. Roho Mtakatifu anafurahi. Roho Mtakatifu anacheka. Haya, ukipita kwenye changamoto, how do you handle your emotions? Ukiachwa, how do you handle your emotions? Akikwambia bwana, kwa kweli hapa tulipofika mimi ninaona hatuna future. Huko tunakoenda hatufiki. Naomba tu kwa kweli, kwa amani, sisi tukafika mbali, tukao tumefanya uwekezaji mkubwa, naomba tu. How do you handle machozi? Sasa kama hujakomaa kwenye hilo eneo, pona kwanza. Na wale watu wanapenda kulialia, kitu kidogo machozi, kitu kidogo machozi, kitu kidogo machozi, kitu kidogo nalia, kitu kidogo nalia, kitu kidogo nalia. Bado hujakuwa, kwa sababu utakuja kuwa mama. Ukishakuja kuwa mama, mtoto anaanza kusumbua, analia usiku, mtoto mdogo utaanza kulia na wewe. Kuna siku mume wako atakuja avurugwa kazini, labda ajisikii kuongea. Utamfanyaje? Sasa kumwakia, unijali. Unasikia atakwambia, atakugombeza, mke wangu hapa hujafanya vizuri. Utamweka moyoni. Hivi vitu ndio kuvihendo kabla ya kuanza mahusiano. Maana yake ili kujua kwamba umekomaa au hujakomaa, angalia namna ambavyo una interact na wenzako wakiwa na kuuzi, au roommate wako wakiwa na kuuzi, wewe unafanyaje? Unajisikiaje? Bado kuna ule utoto kuamini
visingizio, kwa sababu utakuja kumpiga mtoto wa watu, kumtukana mtoto wa watu, kitu ambacho ulipaswa kumwambia nashukuru, Mungu akubariki na kumwombea, unakuwa unakwenda unasema nje. Wakati mwingine unaweza kuuza mwacha ndio itavunjika. Na Mungu anasema tukiunganisha mtu asitenganishe. Nyie mtaka kutenganishana kwa sababu ya kushindwa kuhandle emotions zenu. Haya, let's say kuna wakati neno la Mungu litakataza kuzini, na tunafahamu kabisa uzinzi ni dhambi. Utakuta umeoa, mke anajifungua, utaweza kustahimili au tu sasa hivi yani ndio unajisikia miwasho. Na Biblia inatuambia kwenye kitabu cha Thessalonike wa kwanza 4:4, kila mtu aweze kuweza mwili wake katika utakatifu na heshima. Mungu anataka uweze mwili wako. Kama una changamoto ya uzinzi, tafuta msaada. Kama una changamoto ya uasherati, sasa hivi tafuta msaada, kwa sababu wewe unafanya mambo ya kwenye ndoa kabla ya kuingia kwenye ndoa. Unaharibu, unajaribia. Kwa kisha umekomaa kihisia kwamba you can stay now, hata kama uko na mchumba wako, mko mmeanza mahusiano na mnaoana hivi karibuni, jitunze. Usianze kumwambia yani siku nikilala na wewe, yani siku wewe nikikukamata wewe nikikamata hizo nyenyo zako. Hapana. Fanya bidii kuweza mwili wako, kuweza hisia zako. Haya, eneo la hisia. Alafu eneo jingine, eneo la financial stability. Sijasema wewe unaweza kuanzia chini na baadaye ukafanikiwa, lakini ninachotaka kusema hapa, jifunze kabla mambo ya baadaye. Jifunze namna ya kusave, jifunze miradi, jifunze mambo ya uwekezaji, jifunze mambo ya akiba. Hakikisha kama unaviweza hivi vitu kabla ya kuingia kwenye mahusiano. Make sure you are mature enough. Baadaye unaachiwa na mume wako 10,000. Unashinda kufanya mambo ya msingi kupitia kwenye wewe. Hapana. Yes. Ukipata boom, alijaisha hata wiki limeshaisha. Sasa tunabidi kupiga. Naomba niishie. Kesho sasa tutajifunza kwa kina. I wanted to do an introduction na kuweka foundation. Yes, ili tusije kuwa na mahusiano yenye majuto. Mungu awabariki, tukutane kesho.